Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninayo furaha kubwa sana siku ya leo kukuletea neno la Mungu, neno zuri, habari njema za Yesu Kristo. Ukweli ni kwamba Yesu alikuja duniani, kahubiri Injili, na siku moja akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka, akapaa kwenda mbinguni. Na Yesu sasa ni njia ya wokovu, na amejitambulisha yeye mwenyewe. Na hivyo ninayo muda mfupi, mtu wa Mungu, kukushirikisha hizi habari njema za Yesu Kristo. Ni habari nzuri, ni habari ya furaha, habari ambayo itakupa amani, itakupa furaha, utazaliwa kwa upya, utakuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome neno la Mungu kwa kifupi katika kitabu cha Sefania sura ya 3. Nitasoma na mstari wa 8. Biblia inasema, basi ningojeni, asema Bwana, hata siku ile nitakapoondoka kuteka mateka, maana nimeazimia kuwakusanya mataifa, ili nizikutanishe falme, nipate kuwamwagia ghadhabu yangu, naam, ukali wote wa hasira yangu, kwa maana dunia yote itateketezwa kwa moto wa wivu wangu. Nisome tena kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari ule wa 6. Yatakuwa ni maandiko yangu ambayo nitayatumia siku ya leo kukuletea neno la Mungu. Kitabu cha Yohana sura ya 14, nitasoma na mstari wa 6. Biblia inasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma neno la Mungu hapa, na katika maandiko haya tuliyosoma kitabu cha Sefania, Mungu anatangaza kwamba ataikusanya dunia, lakini ataimwagia ghadhabu yake juu ya dunia. Kwa nini Mungu anazungumza kana kwamba ataimwagia ghadhabu yake juu ya dunia, na kana kwamba ataiteketeza dunia nzima kwa moto wa wivu wake? Sikiliza nikwambie, katika ulimwengu tunaoishi sasa, dunia tunaishi duniani kama mahali salama. Ni mahali ambapo ni salama kabisa. Tunafanya shughuli zetu tu za kawaida, tunaona dunia ni mahali salama. Tunaishi, wazazi wetu waliishi, walifariki, mababu na mababu, na mpaka leo hii sisi tupo. Dunia inaonekana ni mahali salama. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu ya kwamba kadiri muda unavyoendelea kwenda, duniani maasi yanaongezeka. Watu wanaendelea kugeuka na kumwacha Mungu. Watu wanaendelea kusahau njia ya kweli. Watu wanaendelea kwenda mbali na Mungu. Wanajitenga na Mungu, wakiwa bize na mambo ya kawaida ya maisha yao, wakihangaika katika kutafuta mali. Wanakwenda kwa waganga, wanasahau kama Mungu, mali zote zipo kwa Mungu. Wanatafuta mali kwa waganga, wanatafuta mafanikio kupitia waganga. Ninataka nikwambie, mambo haya yanafanya ghadhabu ya Mungu kuwaka, na Mungu anashangaa mno. Anasema, ni watu gani? Kwa nini hao watu nimewaumba mimi kwa mfano wangu, nimewafanya kwa sura na kwa mfano wangu mwenyewe, lakini wanaishi wamenisahau mimi, wamekwenda mbali, wanaishi wanavyotaka wenyewe, wamepotea. Kila mtu anaishi kwenye njia yake mwenyewe, hakuna hata mmoja anayemkumbuka Mungu. Nisikilize nikwambie, kwa sababu ya mambo haya ghadhabu ya Mungu itakuja. Ghadhabu ya Mungu itakuja, na dunia itateketezwa, itakunjwa kama karatasi, na kisha itatiwa motoni, na kisha itawaka kama karatasi iliyomwagiwa petroli. Dunia yote itateketezwa. Nisikilize nikwambie, kwa sababu ya maasi kuzidi, hakuna kitakachozuia ghadhabu ya Mungu. Lazima ghadhabu ya Mungu itakuja. Maasi yamezidi hivi tunavyoongea. Watu wanajiuza, watu washirikina, watu wanategemea waganga, wanakwenda kwa waganga kienyeji. Nataka nikwambie, mambo haya yanaamsha ghadhabu ya Mungu. Mambo haya yanaamsha ghadhabu ya Mungu, na siku moja dunia itateketezwa. Siku moja dunia itateketezwa kwa moto, na kutakuwa hakuna namna. Wanadamu wote watakufa, wataangamizwa. Nataka nikwambie, kuna siku ilitokea katika siku za nyuma, siku za Lutu, siku za Sodoma na Gomora. Dunia nzima iliteketezwa kwa moto, watu wote wakaungua, wakateketezwa, maisha yakaishia pale. Biblia inasema kwamba nchi nzima ilikuwa kama majivu. Hakuna kiumbe kilichobaki hai zaidi ya Lutu, ambaye alikuwa ameishika neema ya Mungu, alikuwa akitembea pamoja na Mungu. Nisikilize nikwambie, kuna nyakati za gharika tena ilifika. Dunia yote ilizikwa kwa moto. Ninataka nikwambie, hakuna kiumbe kilichobaki zaidi ya Nuhu pamoja na wale watu walioingia pamoja naye kwenye safina.
Lakini nataka nikwambie ya kwamba hata siku hii ya leo, katika ulimwengu tunaoishi sasa, hii dunia kuna siku itateketezwa kwa moto. Kuna siku dunia itateketezwa kwa moto. Biblia inasema ya kwamba ghadhabu ya Mungu itawaka. Mungu ataimwaga ghadhabu yake juu ya uso wa dunia. Mungu atamwaga ghadhabu yake, na hakuna hata mmoja atakayepona. Hakuna hata mmoja atakayekuwa salama. Atakayekuwa salama ni yule ambaye amesikia neno la Mungu, ni yule ambaye amemwamini Yesu. Ninataka nikwambie, tumesoma maandiko haya kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 6, ya kwamba Yesu anajitambulisha, mimi ndimi njia na kweli na uzima, wala mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Nataka nikwambie ya kwamba njia pekee itakayo kumfanya mwanadamu aepukane na ghadhabu ya Mungu, aokoke na ghadhabu ya Mungu, ni Yesu tu. Ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake. Yesu alikuja duniani akahubiri Injili. Ninataka nikwambie ya kwamba alikufa na siku ya tatu alifufuka, akaenda mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na yeyote ambaye atamuamini Yesu hata leo hii tunavyozungumza, naye atakapoondoka hapa duniani, maisha yake atakapofika mwisho, huyo mtu atakwenda mbinguni, atakwenda kukaa pamoja na Mungu, atakwenda kufurahi pamoja na Mungu milele na milele. Wala maisha ya mbinguni atakuwa yana mwisho tena, yatakuwa ni ya furaha milele na milele. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, itakuwa ni heri leo kama ukimwamini Yesu, kwa maana Yesu ndiyo mwenye hatima njema ya maisha ya mwanadamu. Usipokuwa na Yesu, hatima ya maisha yako ni mbaya, lazima utateketezwa. Ghadhabu ya Mungu itakuja juu yako na utawaka kwa moto, utateketezwa kwa moto, na hapo ndipo itakuwa ni mwisho wa maisha yako. Historia yako itakuwa imeishia hapo. Historia yako itakuwa imefunikwa kabisa, na wala hutakumbukwa tena. Hakuna kizazi kitakachokumbuka tena. Utakuwa umeishia hapo. Ninataka nikwambie, suluhu ya mambo haya ni kumwamini Yesu. Suluhu ya mambo haya ni kumkubali Yesu, kumfanya Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umpokee Yesu moyoni mwako leo, na utakuwa salama. Yesu ni njia, Yesu ni uzima, Yesu ni kweli. Ninataka nikwambie, muamini Yesu leo, utakuwa salama. Yesu ameshikilia hatima njema ya maisha yako. Yesu ana hatima njema ya maisha yako. Ukimwamini Yesu, maisha yako mwisho wake ni salama. Mwisho wake ni furaha kabisa. Nisikilize, achana na mambo ya dunia. Achana na kuwasikiliza watu wa dunia. Wako wana falsafa wengi wanaongea duniani, ya kwamba ukitaka furaha ufanye 1, 2, 3, ya kwamba ukitaka amani ufanye 1, 2, 3, ya kwamba ukitaka kumiliki pesa na nini fanya 1, 2, 3. Ninataka nikwambie ya kwamba furaha ya kweli ipo kwa Yesu. Amani ya kweli ipo kwa Yesu. Fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Ninataka nikwambie mambo yote yanapatikana kwa Mungu. Muamini Yesu na utakuwa salama. Muamini Yesu na utakuwa salama. Haleluya, haleluya. Fungua moyo wako, mpokee Yesu. Fungua moyo wako, mpokee Yesu. Muamini Yesu. Yeye ndiye njia pekee ya kwenda kwa Mungu, ya kumuona Mungu, njia pekee ya kuwa salama, njia pekee ya kuepuka ghadhabu ya Mungu, njia pekee ya kufika mbinguni. Inataka nikwambie, sisi wa Kristo tunafahamu tunapokwenda. Yesu ametangulia, amekwenda mbinguni, na huko ndiko sisi tutakapoenda pia. Huko ndipo tutakapokwenda na sisi pia. Na hata wewe leo ukiamua ukaungana na sisi ukamwamini Yesu, ukamwamini Yesu, ninataka nikwambie, huko alipokwenda Yesu, na wewe utakwenda huko. Utakwenda mbinguni. Utafurahi milele pamoja na Mungu. Hiyo siku ya dunia kuteketezwa kwa moto, wewe kwako itakuwa ni furaha na kushangilia. Kwako itakuwa ni furaha na kushangilia, kwa sababu utakuwa umekwisha kunyakuliwa kwenda mbinguni, bila kujalisha kwamba uko hai au ya kwamba umeshaondoka katika dunia, ulishafariki. Lakini haitazuia wewe kunyakuliwa kwenda pamoja na Yesu. Inataka nikwambie, jibu la maisha yako ni Yesu. Jibu la maisha yako ni Yesu. Matatizo ulionayo, jibu lake ni Yesu. Umesumbuka sana, umekwenda kwa waganga, umetafuta msaada huko na huko, lakini umeshindwa. Umekwenda kwa waganga, umepeleka pesa, umepeleka kuku, umepeleka mali zako zote zinaishia kwa waganga, lakini bado hujapata msaada. Nisikilize nikwambie, leo nimekuja na jibu la matatizo yako, ni Yesu Kristo. Una magonjwa yamekushinda, magonjwa yasiyotibika, Yesu anaweza. Mletee Yesu. Amewainua viwete, Yesu amewaponya wagonjwa, Yesu amefufua wafu, hata sasa anaweza. Yule aliyefanya nyakati zile ni huyo Yesu tunayemhubiri leo, atafanya na leo. Muamini Yesu, muamini Yesu. Ni jibu la maisha yako.
Jibu la matatizo yako ni Yesu. Jibu la matatizo yako ni Yesu. Muamini Yesu. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Acha kushikamana na dini. Dini haitakufikisha mahali. Sana sana dini yako linataka uitetee. Dini yako inataka uitetee. Lakini nataka nikwambie, Yesu, ukija kwa Yesu, Yesu mwenyewe anakutetea. Sio wewe utaanza kumtetea Yesu, hapana. Yesu anajitetea na Yesu anakutetea. Atakutetea leo kwenye matatizo yako. Atakutetea mpaka siku ya mwisho. Wakati watu wanapelekwa kwenye moto wa jehanamu, wakati watu wenye dhambi wanasukumwa kwenye ziwa la moto, Yesu atakutetea. Atasema, huyu namjua. Atasema, huyu ninamjua. Huyu ni mwanangu mpendwa. Huyu ni mwanangu mpendwa anayeamini Injili. Amempokea Yesu. Amesamehewa dhambi zake. Anafaa kurithi uzima wa milele. Anafaa kurithi uzima wa milele. Na kisha atasema, karibu mwanangu, uingie rahani pamoja nami. Uingie rahani pamoja nami. Uketi pamoja nami mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nisikilize mtu wa Mungu. Wakati ambapo unasikia neno hili ni wakati ambao ni maalum na salama kabisa ya wewe kumwamini Yesu. Ya wewe kumwamini Yesu. Ni wakati wako leo kubalika. Ya wewe kumwamini Yesu. Huwezi kujua ni kwa nini Mungu ameruhusu neno hili kuja kwako. Ujumbe huu umekuja kwako kwa wakati maalum kabisa. Ni heri kama utaisikia na kuifanyia kazi. Ni heri kama utaisikia na kumpokea Yesu moyoni mwako, kumwamini Yesu, na ukafungua mlango wa moyo wako ukampokea. Nisikilize. Jibu la maisha yako ni Yesu. Jibu la maisha yako ni Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, ninakutakia amani, ninakutakia furaha, ninakutakia wakati mwema kabisa. Itakuwa ni heri kama umemwamini Yesu, maana siku moja tutakuwa pamoja mbinguni. Nifuatishe kwa ajili ya maombi haya ya kumkiri Yesu. Mungu wa upendo. Sema, Mungu wa upendo, mimi ni mwenye dhambi. Leo nimesikia neno lako ya kwamba wewe ni njia na kweli na uzima, na kwamba siku moja dunia itateketezwa. Siku moja dunia itachomwa moto. Siku moja dunia itafika mwisho, na ya kwamba wewe pekee ndiwe njia na kweli na uzima. Sasa ninafungua mlango wa moyo wangu. Ninakupokea moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Kiandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunifanya kwa mwanao. Asante Yesu kwa kuniponya. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Kama utakuwa umeomba maombi haya na umempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, au kama umempokea Yesu umepata ushuhuda, itakuwa ni jambo jema kama utanijulisha, nami nikaendelea kushuhudia matendo makuu ya Mungu. Tukiendelea pamoja, utanijulisha kwenye namba hizi 0620635163. Unaweza kupiga simu, unaweza kutuma message ukaniambia kwamba mimi nimemwamini Yesu niliposikiliza mahubiri hayo. Nimemwamini Yesu na sasa nimeokoka na mpenda Yesu, nami nitakuelekeza kupasayo kufanya. Mungu akubariki sana. Uwe na amani. Amen.